tuwape pole. Na maneno wanakusema, wakusengenya, tukifanya jema roho tawauma, waombea sisi tutaona, tutapowatambia wataumwa sana, wala dawa hakuna. Tumeshawabaini leo, wawasuta mjijue, kama ni nyinyi twawaambia hatari we. Wametoka Kenya we, wakuyavamia we, wasio ya jua we, inawauma sana we. Naona mambo ya ukweni hayo. Raha si raha. Raha kweli kweli. Leo tuko Mtambile bwana. Iliitwa Mtambile kwa maana yake. Jamani wa Mtambile mpo? Wa Mjimbini mpo? Wa Kangani mpo? Wakengeja je? Wakengeja? Asanteni sana. Sisi wazalendo. Sisi wazalendo. Shusha tanga. Safari. Akina baba kule safari. Asante sana. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu, ndugu mwenyekiti na mwenyeji wetu, mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa mkoani, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu mjumbe wa bodi ya wadhamini, mwenyekiti wetu wa jimbo la Mtambile, ndugu viongozi mbalimbali, ndugu mratibu wa chama Pemba, ndugu viongozi mbalimbali, ndugu wanachama wenzangu, wazee wetu, walimu wetu, mabibi na bwana, asalamu alaykum. Habari ya jioni. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Ida kweli bwana. Wanaumia sana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwafikisha tukafanya mambo yetu, na leo tumeelezwa hapa na naibu katibu mkuu. Tulimoshapita na leo tuko Mtambile. Alhamdulillah. Lakini naomba kwa namna ya kipekee sana niwashukuru ndugu zangu. Niwashukuru kwa mahudhurio yenu. Haya mahudhurio na wachanginyi watu mnafanyaje? Na kiatu mkononi, kiatu na kata na taulo kichwani. Mambo yenu, mahudhurio yenu yanafanya mambo makubwa sana ndugu zangu, kwa sababu hawa kazi yao ni kuwadanganya wakubwa zao. Kazi yao jambo la jahija, wamekwenda Maka, yanawachanganya kweli kweli. Wao hamkusikia matangazo ya vifo? Basi nawaambia hiyo habari. Halikuwekwa Tanga, lakini ishakufa. Na imekufa na mali za watu, zikiwemo pesa za wafanyakazi. Ndio haya tunaosema, aliyekufa na mali yetu, akazikwa na mali ya watu. Maiti tutaifukua,
tutatoa pesa zetu, halafu tutaizika kwa heshima kubwa. Tutamsitiri tu, hatutoandika kama hapa kazi kwa mwizi, tutasema tu hapa alizikwa mtu. Sasa imekufa. Mimi nikawaambia sikilizeni, nchi hii tulikuwa na Zafiko. Zafiko hii alitolewa mtu Kangani, akapelekwa Uingereza, Humberside, akenda akasomeshwa, akarudi akaja akasimamia Zafiko. Jamani, nani alikuwa hakuwa anakula vibua mjini Unguja? Vilienea. Wanakumbuka wengine Virungu Mpweke, ilikuwa mjini Sadini, Virungu Mpweke, sijui vibua. Zafiko ilikuwa tajiri, ikifanya kazi, ikionekana kama kweli inafanya kazi, ikiendeshwa na mwana wa Kangani. Wakaifisidi kwa kumfisidi yeye kwanza, akahajiri nchi. Leo anatafutwa Korea. Wapo watu nchi hii, lakini asiyekujua kuthamini. Leo tuna mwana wa Mtambile wa Kangani vile vile. Marekani huko kaaminiwa kwamba ni mkuu wa utafiti na maendeleo ya kampuni ya teknolojia Texas, Marekani. Tunachosema ndugu zangu, tunachotaka kusema, kuambia hawa wasiojua nchi yetu, wakatafuta kwenye kufanya kila kitu, mpaka kuendesha bustani, wakatafuta watu kutoka nje. Nchi hii ina utajiri wa watu. Nchi hii ina rasilimali za kutosha. Nilikuwa nawaambia, nchi hii, kisiwa hichi cha Pemba, nilikuwa mnaambiwa Tundaua kuna mafuta. Ni kweli. Wamethibitisha wataalamu kwamba hapo walipofika, na bado hapo hawajachimba kisima cha majaribio. Lakini kwa takwimu, kwa utafiti tu waliofanya sasa hivi, kuna cubic feet trilioni 3.8 za gesi asilia zinasubiri zichimbwe. Lakini kwa kukosa uwezo, serikali ya CCM zimeshindikana kuchimbwa. Kampuni iliyonunua, iliyofanya kazi yote hiyo, imekimbia. Mnajua kwa nini? Hawezi mtu kuja kuchimba gesi au mafuta kama hamna uhakika mali ile ya nani. Na sisi leo tuko chini ya mabwana zetu, wanatuambia ruhusa kuchimba, endeleeni. Lakini bado ni jambo la muungano. Rasilimali zetu, tunachosema sisi, hazitokuwa za muungano. Tokea 2009 Baraza la Wawakilishi lilipitisha azimio, mafuta na gesi yakiweko ndani, yakiweko Bahari Kuu, yatolewe kwenye muungano. Sisi tunakwenda kulikamilisha hilo, ili rasilimali za nchi hii zianze kutumika. Nilikuwa nawaambia kwengine, mimi 2013 nilikwenda Uholanzi, katika mji maarufu wenyewe wanaita The Hague au Den Haag wanavyoita wenyewe, kukutana na kampuni ya Shell ambayo ina vitalu vyenye utajiri mkubwa vya Zanzibar, kitalu namba 9 mpaka 12. Wakanieleza kwa nini imekuwa tatizo. Ni haya kuchimba mafuta katika Bahari Kuu kunahitaji teknolojia ya kisasa, kunahitaji fedha nyingi. Ili mtu awekeze, anataka uhakika, hii mali ya nani? Mbona nyinyi mnaambizana hii mali? Sharia zinasema, katiba inasema ni ya muungano. Sharia waliopitisha muungano wanasema utajiri, mali ni ya Jamhuri ya Muungano. Sisi tumetunga sharia yetu Zanzibar, tukaambiwa tunasema kwamba ni ya kwetu. Tumesahau jamani, ni kwa ukweli, lakini hawala harisi.
Au vipi? Hata akipendwa vipi? Au vipi jamani? Na sisi tunasema hii ni mali yetu, hatutaki kufanywa kama hawara hashakum ya kwamba tugaiwe. Hii ni mali yetu halali. Kama tumekubaliana hivyo, tutoke chimba ya kwako, tuchimbe ya kwetu, tufaidike na rasilimali zetu. Tunakwenda hayo ndugu zangu inshallah kuyakamilisha chini ya urais wangu wa kuiongoza serikali hii. Na nasema haya kwa sababu gani? Nimeatanguliza kwa sababu leo tukitazama tunaishi katika hali duni. Tunaishi katika hali duni kabisa. Lakini hatuishi katika hali duni kwa sababu sisi ni masikini ama nchi yetu ni maskini au haina watu wa kuiendesha. Nchi hii sisi tunaendesha nchi mbalimbali kwa taarifa yenu. Kuna nchi nyingi huko za Kiarabu tunaendesha. Leo nenda pale Dubai, hospitali ya serikali ya Dubai, idara ya afya ya Abu Dhabi, anaendesha ni Mzanzibari, wanaoendesha Wazanzibari. Mtaalamu mshauri wa maradhi ya moyo wa Dubai, consulting cardiologist wa Dubai ni Mzanzibari. Leo eti sisi kwa sababu mtu haijui nchi hii, leo tumekwenda kutafutiwa kampuni ije iendeshe, tunawalipa pesa nyingi, wanyonge sisi. Watu wapo na wengine wanatuambia mheshimiwa, kesho uchukue serikali, wallahi tunakuja kukusaidia bure. Hatutaki mshahara, tunakuja kuwatumikia, kuwasaidia ndugu zetu wataalamu wa kila aina. Mimi niwaambie hiyo Shell yenyewe kampuni kubwa duniani ya uchimbaji wa mafuta, mtaalamu wao, geologist wao mkubwa ni msichana, ni dada wa Kizanzibar. Wapale Funguni sijui Balidi, watu wa mjini wanamjua. Hii nchi ina utajiri, hii nchi ina watu, hii nchi ina wenyewe na wako tayari kuitumikia nchi hii, lakini si chini ya ufisadi huu. Leo tumedamirika nchi hii, leo tumekuwa maskini nchi hii, tumekuwa kila mtu. Leo tunajenga mahospitali kila kichochoro, lakini takwimu za serikali zinasema mwaka 2022 Wazanzibari 1,800,000 walikwenda hospitali, na mwaka 2023 Wazanzibari 1,800,000 wamekwenda hospitali. Maana yake ni nini? Katika nchi ya watu 1,900,000, 1,800,000 wamekwenda hospitali. Mnafikiri kuna maradhi? Ni mashaka, ni maisha. Tunaambizana sisi mchele ndio unaoleta kansa. Jamani, linaloongoza kwa kuleta kansa ni stress. Unatiwa jeke la moyo, dhiki ya moyo, unakaa mtu unamlipa mshahara, halafu anakuwa jeuri, anakuwa na kiburi. Kila unapokwenda unasumbuka wewe mwananchi. Jamani, hiyo lazima ikutie maradhi, dhulma kila pahala. Kila kipembe unachokwenda, maskini ya Mungu, una ardhi yako imekuja kuchukuliwa. Usingie ndwele ya maradhi. Na ndio maana tunachosema ndugu zangu, watu ulipofika hatukubali tena twende hivi.
hatukubali tena tuende hivi. Ndio maana tunasema mwaka huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Mwaka huu wa kufanya nini? Wa kuinusuru Zanzibar. Haya yanatufika, mnajua kwa sababu gani? Hawa leo wana jeuri, wana kiburi, kwa sababu wametufanya tumekuwa watumwa katika nchi yetu. Leo unaitwa Mzanzibari mkazi. Leo mtu anaingia kwenye madaraka ya kuongoza nchi ya watu waungwana, baada ya kuua wenzake, baada ya kujeruhi wenzake, baada ya kufanya kila dhulma, baada ya kufanya wizi. Ndio maana hawataki uchaguzi. Tumewasikia eti kuna kura wizi wa mapema, wizi wa mapema. Sasa hivi wamerudi wanatuambia, sikilizeni, mwaka juzi 2020 tulikuwa na vituo 400 vya kura ya mapema. Sasa hivi tunataka kuweka 50 tu. Maana yake ni nini? Kwamba mara hii tutaiba, lakini tutataka tuibe kidogo tu. Jamani, nchi ambayo anaingia kiongozi, rais wa nchi, kwa njia za wizi, kwa njia ya hadaa, kwa njia ya dhulma, huyo rais atakwenda kuwa na yeye mwenyewe. Tusemeni, msiogope. Rais akiingia madarakani kwa njia za wizi, kwa njia za dhulma, atakuwa nani? Na atachagua nani? Sio zake. Tunakubali. Sasa hawa wanataka, kwa sababu yameshawaingia gegoni ufisadi wa kila aina, na sio ufisadi wa kuiba tu na kuendesha mambo shaghala baghala wanapotaka. Ndio maana wana kiburi. Tunachosema sasa sisi ACT Wazalendo, tunachosema sisi ACT Wazalendo, la kwanza, ndugu zangu, la kwanza tutakachokwenda inshallah chini ya urais wangu ni kwenda kuwarejeshea wananchi wa Zanzibar nchi yao, heshima yao, kuwarejeshea ufalme wao katika nchi yao. Hiyo ndio ahadi yetu ya kwanza. Tukishakuwarejeshea heshima yenu, tukiwarejeshea ufalme wenu, nani atawafanyia jeuri? Nani atawafanyia jeuri? Kwa hivyo ahadi yetu ya kwanza ni sisi serikali tutakaokwenda kuiongoza ACT Wazalendo chini ya uongozi wangu, ndugu zangu, tutakwenda kuwarejeshea ufalme wenu, tutakwenda kuwarejeshea ujananchi wenu, tutakwenda kuwarejeshea haki yenu ya ujananchi. Muwe na fahari katika nchi yenu, muwe na ufalme katika nchi yenu, mweke kiongozi mnayemtaka, na msiyemtaka ikifika siku mwambie ondoka, kaa pembeni. Hata kama ni Osman Masudi aliwaletea hilo, akiwazingua mbele mwambieni bwana, kaa upande, tuweke mwingine. Tumefahamiana? Hiyo ndio dhamira yetu ya mwanzo. Lakini dhamira yetu ya pili, dhamira yetu ya pili ni kuijenga nchi hii, ni kuijenga nchi hii. Kila mwananchi tukatoka katika umaskini huu. Kuijenga nchi hii kwanza ni kudai haki za nchi hii katika muungano. Wenzetu kama wanataka muungano, tutaambia tukae tujadili muungano. Lakini ukoloni hatutaki. Sisi watu huru, tumezoea uhuru. Nani wewe leo sisi wa kutuweka chini ya? Ndio maana ya jeuri hii. Hii jeuri ya kusema kwamba hatujakuwa tayari, nchi hii haiwezi kutoka, ni kwa sababu wameweka vibaraka wao.
na wanataka waweke vibaraka wao. Sisi tunasema katika kuijenga Zanzibar, la kwanza, sababu moja ya Zanzibar leo kuweko katika hali hii ni kwa sababu haijapata haki zake, nyingine hazijatambuliwa, nyingine hazijawekwa sawa. Zote tutakwenda kuzidai, tuwekane sawa, tukubaliane sawa sawa kama wanataka muungano kweli, ili nchi hii ikae sawa, tutoke kwenye umasikini huu. Leo nakwambia tunakusanya hatuwezi kulipa milioni moja. Utalipaje milioni moja wakati nusu, takriban 100%? Leo kuna makampuni hapa yamesajiliwa bara, yanafanya biashara, halipi kodi. Leo kuna haki zetu kwenye benki kuu, kwenye mambo ya muungano. Leo hatuwezi kutumia rasilimali zetu, mafuta, gesi, huwezi kuchimba. Juzi kama mmesikia hapo, yamegunduliwa madini Pemba, madini ya thamani kubwa, kwa sababu yanahitajika katika kutengeneza simu na vyombo vingine. Hapa Pemba, jamani, hamjasikia wataalamu wakitoa ripoti hadharani? Haya yote ndio tunayokwenda kuyasimamia, ndugu zangu, na haya ili yaweze kusimamiwa lazima uwe na watu ambao wataweza kuyasimamia, wana weledi. Leo anakaa mtu anaitwa waziri wa fedha, anakwambia hili haliwezekani. Hali litawezekana vipi? Kwa sababu Zanzibar mpaka sasa hatujakuwa na waziri wa fedha, tuna waziri wa hazina. Waziri wa fedha lazima awe mtaalamu wa uchumi, na mimi inshallah naenda kuteua waziri wa fedha. Yupo ili tuipatie Zanzibar waziri wa fedha kweli, anayejua uchumi, atakayesimamia uchumi wa Zanzibar, na tutaiona nchi hii inshallah itakavopaa, itakavokwenda mbele. Huwezi kumchukua. Unajua tofauti ya waziri wa fedha na waziri wa hazina? Waziri wa hazina kazi yake ni kukusanya pesa akatumia akazigawa. Waziri wa fedha wa kweli kazi yake ni kujua namna ya kuzitafuta, wapi aweke vigezo, wapi aweke vitu vya kushajiisha uchumi, wapi apunguze kodi, wapi aongeze, wapi abane, wapi tushirikiane na nani, tushirikiane nao vipi. Mimi niwape mfano mmoja mdogo, ndugu zangu. Wakati wa Dr. Sheni, serikali iliwekeza kwenye mkonga wa mawasiliano, tukaanza utaratibu wa kuwadai makampuni ya simu, zikapatikana dola milioni 34. Hizi dola milioni 34 zilikusudiwa ziwekezwe kwenye mkonga mwingine ili tuchume serikali ipate pesa zaidi. Wao utawala ulipoingia, wao uchumi wao ni wa kutumia tu. Au umeona wapi nyie wamefanya mradi wa kuingiza pesa? Uchumi wao umekuwa ni wa kutumia. Fedha zile badala ya kuziwekeza zaidi, zikaenda zikatumiwa, leo zinajenga flyover. Na mimi niwaambie, flyover haikuwemo katika urban master plan ya transportation. Urban transportation master plan, kulikuwa na mpango uliopangwa mijini kujengwe barabara vipi. Hakukuwa na flyover. Watu waliona utakuwa uchochoro wa kupiga haraka haraka. Leo ukifanya hesabu, hiyo iliyopangwa mwanzo ilikuwa kwa bei rahisi, bei ndogo na yenye tija zaidi, kama ya kupambana na traffic kwa muda mrefu. Lakini ni kwa sababu umekosa waziri wa fedha, una waziri wa hazina. Tunaelewana? Kwa hiyo ndugu zangu, tunasema ni kwenda kujenga serikali yenu ili simamie uchumi wa nchi hii. Rasilimali tulizo nazo zinatutosha kabisa nchi hii kuwa tajiri, kuendelea. Tunazo za kutosha rasilimali. Tulichokosa ni serikali ambayo kweli imekusudia kuwatumikia wananchi.
Na katika miongoni mwa mambo ambayo tumesema tunakwenda kwanza ni maisha ya watu. Leo chakula ni ghali kwa sababu kuna matozo kila pahala. Sisi tunasema ili maisha ya watu, chochote kinachohusu chakula, sisi tutakwenda kukiondolea kodi. Maana la mwanzo watu wale washibe, au sivyo? Wao watu wana uwezo, anakuwa kijana akipata senti zake kidogo, angalau maisha yanawezekana aoe. Leo na kijana miaka 30 hajaoa bwana. Maisha magumu kweli. Tunachosema sisi, ahadi yetu ili maisha ya watu yaende kupungua makali, yawe mepesi, ni kuondoa kodi kwenye kila kitu ambacho kinahusu chakula tunachotumia kila siku. Mengine tumeyaeleza katika kukuza uchumi wa watu, kukuza maisha ya watu. Tunasema mtu ambaye anategemea kilimo, tuna hatua za kuchukua kwenye kilimo. Anayevuna karafuu, sisi tunakwenda kuziongeza karafuu ili tuzalishe karafuu nyingi zaidi. Nchi hii tutasema tutakavyosema, utalii ni nyongeza, ni kachumbari. Uchumi wa nchi hii hasa ni rasilimali zake, ni biashara, ni karafuu, ni kilimo. Sisi tunakwenda tuliondoe. Mwananchi, uchumi karafuu zako, lima karafuu yako, tutakupa nyenzo za kulima karafuu, tuongeze uzalishaji, lakini ufanye biashara ya karafuu, upate bei. Kama ni mara 2 au mara 3, hilo lako mwenyewe mwananchi, ili tukuze uzalishaji. Ya wafanyakazi tumesema, kuna moja hatujalisema, moja linalowaumiza wafanyakazi wa nchi hii ni ufisadi mkubwa unaofanywa kwenye ZSSF. Toka ilivyoanzishwa mwaka 98 mpaka leo haijaongeza tija. Inaamriwa na serikali ifanye miradi isiyokuwa na tija. CAG kasema mara chungu nzima, jamani, miradi hii ya ujenzi haina tija kwa ZSSF. Na kaonesha inapopoteza pesa. Pesa hizi ni za wafanyakazi, si za serikali. Hatutaki serikali ifanye jeuri na pesa za watu, za wafanyakazi maskini wa nchi hii. Tunakwenda kuirudisha ZSSF mikononi mwa wafanyakazi wenyewe. Wao kwa kupitia vyama vyao, taasisi zao, taasisi ya waajiri, ndio watakao kwenda kuisimamia. Marufuku serikali kutoa amri ZSSF ifanye miradi. Bodi yao ya wadhamini ndio itaamua, itakuwa huru. Serikali ni kuisimamia, wasifanye ubadhirifu. Lakini leo ZSSF inaambiwa kwamba ijenge vituo vya mabasi kwa sababu kuna mtu anataka kuleta mradi wake binafsi wa mabasi. Leo sijui kafanyeni mradi. Hii itakuwa mwisho, ili ZSSF iwe na tija kwa mfanyakazi, ianze kuzalisha tija, sio kumkaba na kummaliza mfanyakazi. Na katika hili sisi tunasema tutaangalia pia na mafao ya jumla ya wastaafu. Manake leo mtu unastaafu, unakwenda kuuliwa, ushamalizwa huku, unakwenda kumalizwa kwenye kustaafu. Lakini kikubwa zaidi tumekisema, tuna kada moja muhimu. Nataka nimalizie, tuna kada moja muhimu, wanaotulelea, wanaotusomeshea, wanaotunza nidhamu na maadili ya nchi yetu, walimu wa madrasa. Walimu wa madrasa hawa ndio watu masikini kuliko wote katika nchi yetu, ndio watu wa mwisho na kuliko wa mwisho. Tumesema wazi sisi tunakwenda kuanzisha mfuko wa zaka.
mfuko wa zaka jamani, utakuwa tajiri kuliko zile za ZSSF, kwa sababu kuna watu duniani wametupa, wana fedha za kusaidia maskini, lakini hawana maskini. Na sisi hatujaanzisha chombo ambacho kiko huru, chombo kinachoonesha uadilifu, chombo ambacho kitakwenda na uadilifu. Sisi inshallah, nimesema na naomba nirudie hapa Mtabile, ahadi yetu, manake najua jimbo hili la watu wa dini kweli kweli na walimu wa madrasa wengi, naomba niwaambie ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya kuapishwa, inshallah tunakwenda kusimamia kuhakikisha tunaanzisha mfuko wa zaka uwafae walimu wa madrasa, uwafae mayatima, uwafae wajane, iwafae maskini, iwafae na taasisi za dini yetu. Hili tusilionea, ni wajibu wetu. Zaka ni haki ya Waislamu kutoka kwa Waislamu wenzao. Ukichukua serikali kuongoza Waislamu, haki yao hii lazima uisimamie. Nimepiga kelele na kelele na kelele, wenzetu wameshindwa. Ahadi yangu, ahadi yetu, tunakwenda kuuanzisha inshallah, uwafae, tuwatoe katika unyonge wenzetu hawa na wengine wote ambao wanashinda. Ndugu zangu, hayo yanahitaji kitu kimoja kidogo kutoka kwenu, kura zenu. Unahitaji nini? Kura zenu. Mtanipa kura zenu? Hebu tujinywe mikono niwaone kweli kama hapo to. Jamani, ahadi ni deni. Unipe yako ukaniombee kwa wengine. Tuna ndugu zetu haupate mwingine. Jamani, wameamka, wafateni tu. Wafateni tu. Huu ni mwaka wa kuinusuru. Mwaka wa kuinusuru. Na tuwatakainusuru mwaka huu si wa vyama. Vyama uchaguzi tutafanya 2030. Huu ni mwaka wetu sote, vyama vyote, watu wote, kwenda kuinusuru. Ili nikamilishe vizuri, nahitaji mnipe na wasaidizi, mbunge, mwakilishi, madiwani. Naomba niwaite hapa tusikilizane. Niwaite, mniambie kwamba tutawapa kura zetu. Naomba madiwani waje, wagombea udiwani. Wawakilishi tunao